Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Sibuka TV kokote pale ulipo. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakukaribisha katika kipindi ukipendacho, kipindi kizuri kabisa cha Safari ya Huduma ya Uimbaji ambacho kinakujia kila siku kutokea hapa Sibuka TV. Naam, katika kipindi hiki kinakupa wasaa na nafasi nzuri kabisa kukutanisha na watu wengi ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Tunajua safari yao toka walipoanza mpaka walipo sasa. Lengo ni katika kuhakikisha wanakutia moyo usikate tamaa katika safari yako ya huduma. Mimi naitwa Sofia Maganga. Karibu sana, lakini hapa studio leo tutakuwa na mgeni. Unataka kumjua ni nani? Endelea kuwa nasi. Usisahau tu kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ninazungumzia Instagram, WhatsApp na Facebook. Huko utatupata kama TV Sibuka EAGT. Kwa vipindi mbalimbali ambavyo unavikosa au umechelewa kuviangalia, basi utapata wasaa mzuri kabisa wa kutufuatilia huko katika social media zetu kama TV Sibuka EAGT. Nikukumbushe tu kwamba sisi tunapatikana Azam TV Other Channel namba 001. Basi utatupata moja kwa moja. Karibu sana. Karibu sana mgeni wetu katika studio zetu za Sibuka TV. Mtazamaji anataka kukujua wewe ni nani, unatokea wapi na unafanya kitu gani? Ndio. Kwa majina yangu naitwa Gerard Ongani. Ni mwinjilisti katika uimbaji. Natokea Ruvuma, Songea, Manispaa. Niko chini ya mchungaji wangu, Mchungaji Maenge kutoka kanisa la EAGT Songea. Karibu sana Sibuka. Yaani karibu sana, tumefurahi kuwepo na wewe. Na mimi nimefurahi. Labda sasa tujue safari yako. Ndio. Nani aligundua kwamba wewe una kipawa hiko cha uimbaji? Mimi niko kidogo tofauti na wenzangu. Ndio. Mimi sikuwahi kufikiri kama nina huduma ya uimbaji. Yaani sikuwahi kufikiri kwenye maisha yangu. Kwa hiyo hata ukuaji wangu, kuna mwingine anaweza kusema mimi nilianza kwaya utoto. Mimi sikuanza kwaya utoto, wala sikujihusisha na huduma yote ya uimbaji. Ila nilipokuwa kwenye maisha ya kidunia, baada sasa ya kupata wokovu, nilipopata wokovu ndio nikaona naanza sasa kupenda kuimba. Kwa hiyo nakumbuka siku ya kwanza tu nilipookoka, wiki iliyofuata ya pili, nikaenda kwa producer, nikasema producer, mimi ni mwimbaji, nataka niimbe. Sijawahi kutunga nyimbo, nikatungia hapo hapo. Namshukuru Mungu, ile nguvu yake ilikuwa ndani yangu. Kwa hiyo nikarekodi wimbo wangu wa kwanza unaitwa Tunapeta kwa damu ya Yesu. Okay, labda unakumbuka uliokoka mwaka gani? Mwaka gani ulikata shauri la kusema unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amina. Shauri nilikata mwaka 2020. Mwezi wa 4. Ndio. Ndipo nilimjua Yesu na kumpokea. Kusikia habari njema za Bwana Yesu Kristo, ulizisikia wapi? Au ilikuja tu automatic kwamba ukakata shauri, au uliwahi kusikia watu wanamuongelea huyu mwanaume wa wanaume? Hapo kidogo kuna kitu kigumu ambacho nimepitia kwenye maisha. Na historia ngumu kidogo kwenye wokovu wangu. Watazamaji wa Sibuka bila shaka wanataka kujua vingi kwa ajili watie moyo na kuwafanya wasikate tamaa. Amen. Mimi kijana naweza nikasema niliyopenda mambo ya dunia sana. Sana. Kwa hiyo ni kijana ambaye nilikuwa niseme muovu kweli kweli. Yaani napenda sana wanawake, mambo ya ajabu, starehe. Kwa hiyo sikuwazaga swala la kumjua Mungu, ni sikuwahi kufikiri. Ndio. Yes, ukiangalia na historia yangu mimi kidogo tofauti. Ukuaji wangu, sina baba, sina mama. Sina kaka, sina dada. Nilivyo ndivyo nilivyo. Kwa hiyo nilikuwa nasema Mungu hamnaga Mungu, kama Mungu yupo angenisaidia nilivyo. Kwa hiyo nikawa naishi maisha yangu ya duniani tu. Lakini nakumbuka kuna siku
nilikuwa nimeota njozi, ndio safari yangu ilipoanzia hapo. Naota njozi nimekaa sehemu kwenye gogo, mara anakuja tu mtu ghafla ananifesi, anataka kama kunizuru. Sasa nilipomwangalia na mimi kujitetea, nikawa nakimbia. Katika kukimbia ghafla naona ukuta mrefu sana, hamna pa kupita. Ikabidi niegemee tu sasa ule ukuta, nisubiri sasa hatima yangu nini. Alipokuja yule mtu akawa amenikaba, anatoa kisu, anichoma. Alipokuwa anafanya hivi ndo nastuka kitandani. Kumbe nipo kitandani. Kwa hiyo nikahofu sana. Nitembea kama na siku 2 nikawa na hofu sana. Baadaye nikawa na rafiki yangu ambaye rafiki yangu karibu sana. Ulipokaribia kuisha mwaka, tukapanga bwana, safari twende starehe gani, yani kumbi gani ya starehe, tukajipongeze. Basi tukawa tumepanga sehemu tukakutane. Lakini sasa baadaye nakumbuka ulikuwa mkesha wa mwaka mpya kuona mwaka unaofuata. Yes. Nakumbuka saa 6 usiku nikapewa taarifa yule mwenzangu ameuawa, amechomwa kisu, ameuawa. Hapo ndipo iliponiingia hofu ya Mungu. Ukalilate na ile hapo, yes, na ile ndoto. Hapo ndo nikaanza kuwa mwoga sasa. Na hofu ya Mungu ikaniingia mimi mwenyewe, sikushawishika. Ulikuwa tayari ulivyopata hizo taarifa, wewe ulikuwa tayari umeshafika eneo ambalo mmepanga kukutana na huyo rafiki yako? Sasa kwa kuwa ilikuwa tulisema baada tukivuka mwaka mpya, yani na maana usiku mwaka mpya saa 6, ina maana siku ya pili ndio tunakuaga tunasherekea vijana kwenda wapi na wapi. Yes. Kwa hiyo tukasema sasa tukishaona mwaka mpya siku inayofuata ni tarehe 1 tumaanisha. Yes. Ndio tukutane tuende kwenye shughuli yetu. Lakini sasa haikufika hiyo siku. Ina maana usiku wa ile kuamkia mwaka mpya, tarehe 1 mwaka mpya. Nilipopewa taarifa rafiki yangu ameuawa, amevamiwa, amechomwa kisu cha moyo, amekufa. Kwa hiyo niliposikia hizo taarifa ndo moja kwa moja hofu ya Mungu ikaniingia. Na kwenda kanisani mimi mwenyewe. Ilikuwa ni uliposikia tu hizo taarifa moja kwa moja ukaenda kanisani au process, yani kitu kipi yani ulianza kukifanya? Niliposikia taarifa hiyo kwanza sikuamini, na nakumbuka nilikuwa sasa niko na ndugu zangu tumekaa wanachambua mchele pale, pilau lipikwe tule. Ndio napewa hiyo taarifa kuwa bwana pigiwa simu na mtu mmoja wa karibu bwana, alikuwa anaitwa Eli. Bwana, unajua kuwa Eli rafiki yako amefariki? Nikakataa. Hamna bwana, nimeongea naye mimi usiku, nimeongea naye. Kesho tunatana hapa tunajiandaa, tujiandae tuende sehemu. Bwana amefariki, fuatilia. Kwa hiyo nilipofuatilia nikaja kusadikika kweli yule mtu ameuawa. Okay. Ndio. Process ya wewe kwenda kufanya uamuzi wa kuokoka ilikuwa baada ya kuzisikia hizo taarifa? Unakumbuka ilikuwa ni mwaka mpya. Ulivyozisikia hizo taarifa ulikata shauri ya kwenda kanisani muda huo, yani au mchakato wa wewe mpaka kumpokea Yesu hapo ilikuwaje? Nini kiliendelea hapo baada ya kupokea hizo taarifa? Sawa. Hapo kidogo nilikuwa natembea kama siku 2 sina amani moyoni. Yani najikuta kama na kitu fulani mzigo, yani sina amani. Yani natembea lakini natembea kwa mashaka. Ndio. Sasa unakumbuka usiku nilipolala kama siku ya pili nikawa nasikia sasa sauti, nenda kanisani, nenda kanisani, nenda kanisani. Hapo utambue mtangazaji na miaka zaidi ya 20 silijui kanisa. Kwa hiyo nilikuwa sio mtu wa kusema naweza nikamjua Mungu kirahisi rahisi. Ulikuwa ushakata tamaa. Yaani mimi masuala ya Mungu nilikuwa siamini. Ina maana chochote ambacho kingekuja mbele yangu ningeweza tu kukiamini. Ikiwa Mungu alinilinda. Ndio. Ukaenda kuonana na mchungaji. Natamani utupe hapo process ilikuwaje? Ulitembea ndio hauna amani, ukilinganisha na matukio kwamba umelala kitu ulichokiota. Sawa, ni kama Mungu ameamua kukuokoa kutumia njia zake. Sababu Mungu ana njia nyingi sana za kuokoa watu wake. Kama Mungu alikuonyesha jambo hilo, ukawa na mzigo, ukawa kuna kitu kinakusukuma sasa ufanye maamuzi. Nini kiliendelea? Siku 2 sasa unatembea na hiyo hali. Baada ya hapo nini kiliendelea? Sawa, ulikata shauri. Yaani process za hapo mpaka kufika. Yes, ilikuwaje? Sasa nilipolala nilitembea na kile kitu kama siku 2-3. Amani sina.
Sasa usiku mimi hata kufungua Biblia nilikuwa sijui. Lakini nilitafuta Biblia. Na nakumbuka chumba changu nilichokuwa naishi ndio ilikuwa maskani yani tuseme ya wauni, yani camp, ndio ilikuwa chumba changu. Wavuta bangi, pombe, kwa tutatoka kijiweni huko utakuja. Lakini mimi Mungu kama alinifunga sana. Mimi nilikuwa kama pombe labda hizo bia nikinywa moja tu kichwa kinauma sana. Na sitafanya kitu chochote tena zaidi ya kutapika, kufanyaje. Ila sigara sikuwahi kuvuta, bangi sikuwahi kuvuta. Ila watu walikuwa wanavuta chumbani kwangu, rafiki zangu. Kwa hiyo sasa tunaweka na muziki ya dunia pale, tunastarehe nini. Lakini sasa mimi walikuwa wanakuja tu na wawekea hivyo vitu, lakini mimi mwenyewe amani sina, na watazama tu. Sema bwana mshamba sana, wananisema kumbe mimi kuna kitu ambacho mwenyewe ni kitu kinaniumiza. Nakumbuka ndio nikachukua hatua, fashi yangu ilijaa nyimbo za dunia sana. Nikaweza kusubutu kwenda kwa waingiza nyimbo, nikafuta zile nyimbo za dunia zote na kuweka nyimbo za gospel. Nikawa naanza kutazama wanapokuja marafiki zangu wasema wewe mshamba sana, hatutakuja tena nyumbani kwako. Kwa hiyo wakawa wamekata kuja. Sasa usiku nimelala nikasikia nifungue Biblia. Ambapo Biblia mimi nilikuwa sijui kufungua. Yaani naposema sijui Mathayo 1:3, yaani nilikuwa sielewi. Kwa hiyo nikajikuta tu nimefungua Biblia, nilipofungua pale nilipoanza kusoma pale sitapasahau mpaka ndaenda kabrini. Nilikumbuka nilifungua Ayubu 33 nilipoanza kusoma mstari wa 14. Kwa niliposoma pale, ukisoma pale kuna maneno nasema Mungu anaweza kumuokoa mtu, yani anamjia mtu mara moja, mara ya pili kama asikii, ili tu amuokoe na upanga wa mauti. Sasa niliposoma pale Ayubu 33 mstari kuanzia wa 14, ukisoma hapo kuna habari utaipata. Sasa nilipokuja kusoma tena nakumbuka nilisema Mungu unisamehe. Neno langu nililosema Mungu unisamehe. Siku iliyofuata nakumbuka ilikuwa ni Jumapili. Nikatoka kwa mguu wangu nikaenda kanisani. Wakanipokea mashemasi, wanajua tu ni mgeni, nimekuja tu kuabudu. Nikamwambia nataka nionane na mchungaji. Akasema sawa, lakini utaonana naye mwisho wa ibada. Una shida gani? Nikamwambia yule shemasi, mimi ni mtu mwenye dhambi. Je, naweza nikasamehewa? Nilimwambia hivyo. Akanitolea mfano, alikuwa Yuda na Petro kwenye Biblia. Yuda alipoona amemkosea Yesu alienda kujinyonga, ila huyu Petro akaenda akatubu. Nakumbuka yule shemasi akaniuliza na mimi swali, je, kati hao wawili yupi aliyosamehewa? Mimi nikasema huyu aliyetubu ndio sawa na wewe kuwa na amani. Kwa hiyo poisha ibada nikakutana na mchungaji, nikamweleza, akaniambia piga magoti. Kapiga magoti, nikapokea sala ya toba. Nilipopokea sala ya toba, nakumbuka kuna kitu kilitoka kwenye utosi mpaka kama radi vikimechwa. Alafu mwili wangu kaona toka jasho. Ndio hatua yangu ya wokovu ikaanza hapo. Na kuanza kusimama sasa kumjua Mungu. Okay, kabla hatujaenda kwenye huduma sasa ya uimbaji. Ndiyo. Tayari tunaona ulikuwa na maisha kabla ya kuokoka. Ndiyo. Na umeingia maisha mengine. Kabla sasa hatujagusa huku kwenye huduma ya uimbaji, ulikuwa na marafiki. Ndiyo. Maisha yalikuwaje hapo baada ya kuokoka sasa kusema unaacha mambo kwa sababu Ndiyo. ulikuwa na watu wa aina fulani, sasa unaanza maisha mengine. Hapa kati changamoto gani na vitu gani? Kwa sababu hujatuambia kidogo kuhusu kazi yako uliokuwa unafanya. Yes. Changamoto sasa ya maisha mapya. Labda hapo tuambie kidogo kabla tujaenda sasa kwenye huduma. Amen, ni kweli. Hapo kidogo nilipitia wakati mgumu. Nilipotangaza nimeokoka, kwanza wakawa wananicheka sana. Yaani nasema wewe bwana, yani ndio umefeli sana maisha. Na utapata tabu sana. Na kweli wale marafiki zangu wote waliokuwa karibu wananipa kampani, wote wakawa wamejiengua, wanasema sasa wewe ustahili kuwa na sisi tena. Tafuta walokole wenzako. Kwa hiyo hata kazini nikawa kama nabaguliwa, natengwa. Wenzangu wanakaa wao makundi, mimi mlokole wewe achana naye bwana. Kwa hiyo nikawa napata shida, yani moyoni naumia. Mbona rafiki yangu huyu, mbona nilikuwa namsaidia, alikuwa na shida, mimi nilikuwa namsaidia na yeye tunasaidiana. Kwa kisa mimi nimeokoka basi ndo anitenge. Kwa hiyo kile kitu kikao kinaniumiza sana. Lakini nashukuru Mungu nilikuwa mhudhuriaji mzuri sana wa kanisani.
Yani mimi nilipookoka sikuwahi kurudi nyuma. Namshukuru ni kama Mungu alinipa tu neema tofauti na wenzangu. Kwa ninavyofundishwa kuna vitu vinanijenga hivi na hivi. Mchungaji pia ananiita ofisini, mwanangu hivi na hivi, ukiweza tu hivi kwa kipindi fulani, ukiweza kuvuka mwanangu umeshafanikiwa. Na kweli mimi nikasimamia yale. Wenzangu basi nashukuru kanisani vijana wenzetu CGM wakawa karibu na mimi, wananitembelea nyumbani, wananitia moyo, bwana hivi na hivi, basi nikapata marafiki wengine. Ndio hivyo nikaendelea. Okay, mtazamaji ambaye unafuatilia kipindi hiki moja kwa moja kutokea Sibuka TV, nikukumbushe kuwa hapa studio leo tuna mgeni ambaye anajulikana kama Gerald Hongani kutokea Songea, ambapo huko anafanya huduma zake. Ni vitu vingi sana na ambavyo tuko navyo ambavyo tunaendelea kujifunza kupitia mgeni wetu aliyekuepo hapa studio. Mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba Sibuka TV tuna mitandao ya kijamii ambapo huko tunaweka vitu mbali kutokea hapa Sibuka TV. Unaenda tu una tu search kama TV Sibuka EAGT. Ukiwa unafanya hivyo usisahau kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili kila tunapopandisha kitu kipya uwe wa kwanza kupata notification zetu na kuendelea kukaa nasi. Sisi tuna vingi sana ambavyo tunatamani ujifunze na kukutia moyo, maana kuokoka hii inawezekana kama tulivyoongea, maana kukata shauri ni mara moja na Mungu ukiamua anatenda. Yes. Sasa labda tuje kwenye upande wako wa huduma ya uimbaji baada ya kuokoka. Tayari tunatamani kujua ilikuwaje ukaanza sasa kufanya huduma ya uimbaji baada ya kuokoka, na ilikuchukua muda gani kufanya huduma hiyo? Nakumbuka sasa baada ya kuokoka, nilisema hapo nyuma nikawa na kawimbo kangu nimeenda kurekodi. Ila kale kawimbo nilikuwa nakasikiliza mwenyewe tu chumbani kwangu. Yaani nilikuwa sitaki mtu ajue kama naimba. Kwa sasa nakumbuka siku moja rafiki yangu akaja kunitembelea kanisani. Nilipokuja kunitembelea nikawa nasikiliza sasa kale kawimbo, nikaimba. Uliandika process zako au ulikuwa tu ukifanya kazi yako kitu kinakuja unajikuta unaimba? Yes, nakumbuka mimi mpaka leo ukiniambia nikamate daftari hivi na nini kuandika wimbo siwezi nikamaliza. Yaani yes. Ila nyimbo zangu huwa napata kutokana na sehemu husika nipo. Iza kwenye maombi au yani kuna sehemu tu husika ndakuepo ndio ndapata ujumbe pale. Kwa hiyo nakuaga tunasemaga rough paper tu ile yani maono tu yale wimbo wangu nataka uwe. Lakini kutunga nyimbo huwa yani siwezi kutunga wimbo. Yani nianze kuandika kupangilia. Nashukuru Mungu kwa neema yangu hiyo. Kwa sasa nilivyopata kale maono nilivyoenda kurekodi sasa wimbo kangu ndo nikawa nakaweka flash na sikiliza. Alipokuja rafiki yangu akasikiliza, kumbe bwana muimbaji. Sasa mbona kanisani uimbi? Nikamwambia marufuku kusema hiyo. Mimi nimejiambia tu mwenyewe. Unaifikia huduma. Sasa yule bwana akajiongeza. Alipotoka akaenda kwa mchungaji akasema, mchungaji huyu bwana muimbaji mzuri sana huyu. Mimi hapo sijui. Basi wale rafiki yangu kaniambia bwana, basi beba tu flash yako wewe, kuna vitu nataka niweke kanisani. Kwa akani overtake hivi, nisielewi. Nikamwambia sawa na beba. Kwa nilipofika kanisani ameshaongea na mchungaji, kakuta tu mchungaji anasema leo Gerald ataimba. Kama surprise sasa. Nikawa na hofu, sijawahi kusimama madhabahuni, kwa kanija hofu sana. Nikakataa lakini akasema tu ngoja niseme. Nimeshasema mchungaji siwezi kupinga. Kwa nikaweka kale kasidi kafashi kangu nikapeleka nikaimba. Nilipoimba nakumbuka kanisa lilishangilia sana na hawakuamini kama ule wimbo nimeweza kuimba mimi kwa kipindi ambacho nilikuwa naabudu. Kwa sasa nilipoona kanisa lilishangilia, kumbe naweza, na mimi pia nikapata kama msukumo ndani. Kumbe naweza kufanya. Basi hapo pia sasa ndo nilipo nikasema sasa ngoja nimtumikie Mungu. Maisha yangu miaka kadhaa nimepoteza kwa shetani. Sasa iliyobaki ngoja nijitoe sadaka. Kwa hiyo hapa sasa nikaanza kujengwa kanisani, kujengwa, kuingia kwenye maombi, kujitenga, kujificha na Mungu. Kwa hiyo ndipo hapo sasa Mungu akaanza kuniibulia vitu sasa zaidi. Unakumbuka huo wimbo? Ndio naukumbuka. Unaweza ukatuimbia kidogo? Naam, naweza. Kidogo utuimbie. Ujumbe unasema tunapeta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
bila shida tutavuka ng'ambo, tunapita kwa damu ya Yesu. Bila wasi tutavuka ng'ambo, tunapita tu, tutavuka tukiwa salama. Ni nyimbo nzuri kabisa na imebeba ujumbe mzuri, maana hata hivi tulivyo ni kwa ajili ya Yesu. Tunapeta, tunashine kwa ajili Yesu yuko ndani yetu na anaendelea kushusha mvua za baraka. Basi hata wewe mtazamaji unaendelea kutufuatilia kupitia hapa Sibuka TV, sisi leo tuna raha na tunafurahi kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Watu wanaendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na kuhakikisha wanakutia moyo wewe ambaye unahisi labda kwa namna moja au nyingine Mungu amekuacha au Mungu amekusahau. Yamkini unapitia mambo mengi magumu, lakini Mungu hajakuacha. Ni jambo tu la kufanya maamuzi kwamba leo nataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitu gani kikubwa ambacho unakikumbuka baada ya wokovu ambao Mungu amekufanyia ukasema yani nilishapoteza muda sana leo hivyo? Kitu gani unakikumbuka baada ya kuokoka? Kitu nachokikumbuka na ambacho najutia sana na ambacho nikikaa nikifikiria nasema laiti wokovu ningeanza muda ningekuwa mbali zaidi. Kwa hiyo lakini kwa kuwa tu Mungu pia anaweza kumfundisha mtu ili anapoingia kwenye hatua nyingine asiuchezee wokovu. Kwa hiyo pia nakaa na najipa tumaini pia. Enda Mungu alikuwa ananifundisha yale maisha, alafu analeta maisha haya ili nisichezee hii neema, sasa nisichezee, niitumie hasa. Ndicho nacho tafakari sana. Ndio. Hii nyimbo uloimba inaitwaje? Nyimbo yepi? Hii uloimba hapa sasa hivi. Inasema tunapeta kwa damu ya Yesu. Ndio wimbo wangu wa kwanza. Yes, katika huduma yangu. Ujumbe wa tunapeta kwa damu ya Yesu uliupata ukiwa wapi? Labda nini kilipelekea ukapata hiyo mistari? Ndio. Hii mistari nakumbuka ulikuwa ni mwaka wa corona. Ulikuwa ni mwaka wa corona. Mwezi wa nadhani ulikuwa mwezi wa ngapi ule? Simsahau kidogo. Lakini ulikuwa ni mwezi wa corona. Kwa sasa nilipookoka sasa nikapata tu kitu kile, siwezi kufa. Siwezi kufa. Corona ipo inatishia, ila mimi siwezi kufa. Nitapeta kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo ndipo nilipopata hayo maono. Na ukatengeneza nyimbo? Nikatengeneza nyimbo. Una video ngapi? Video ambayo nimeiachia ni video moja. Lakini nina video tayari ambazo nimeshuti. Nadhani mpaka mwezi unaoanza video tayari zitakuwa zimepatikana zote, kutokana na tumemwachia sasa director kama editing. Editing, kwa hiyo lazima tumpe muda. Video ambayo tayari umeiachia inaitwaje? Video yangu ambayo nimeachia inaitwa Parapanda. Yes, Parapanda. Na mtazamaji unaendelea kutufuatilia kupitia Sibuka TV, basi tupate wasaha wa kusikiliza nyimbo ya Parapanda, alafu tukirejea tutaendelea. Tenteremu Elekari ndugu yangu, dunia tunapita. Ndugu yangu, dunia tunapita. Ndugu yangu, dunia tunapita. Ndugu yangu, dunia tunapita. Kesho yangu na mimi nitazikwa. Kesho yangu na mimi nitazikwa. Kesho yako na wewe utazikwa. Kesho yako na wewe utazikwa. Sandukuni utarara. Sandukuni na mimi nitalala.
ndugu yangu, dunia tunapita, ndugu yangu, dunia tunapita, ndugu yangu, dunia tunapita, ndugu yangu, dunia tunapita. Anapanda ile takulia, wateule wake wote watanyakuliwa. Anapanda ile takulia, wateule wake wote watanyakuliwa. Tanyakuliwa, tanyakuliwa, wateule wake wote watanyakuliwa. Tanyakuliwa, tanyakuliwa, wateule wake wote watanyakuliwa. Moyoni mwangu wenzenu nina Yesu, hata nikifa naenda uzimani. Moyoni mwangu wenzenu nina Yesu, hata nikifa naenda paradiso. Nawe ndugu yangu, twende paradiso. Nawe ndugu yangu, twende paradiso. Okoka kabla hujafa, okoka kabla hujafa. Wasikudanganye na dini zao, wasikudanganye na dini zao. Mungu ana dini, ana dini. Mungu ana wokovu, na wokovu. Okoka ndugu yangu, okoka. Tunaimba kama kichekesho, twende paradiso, twende. Tunaimba kama story, oka. La siku tutarara, oka. Siku tutakufa, twende. Unataikuwa paradiso, twende. Ndugu yangu tafakari uchumbe, oka. Sijakurupuka tu kuimba, oka. Natoka kwa Yesu mwenyewe, twende. Natoka kwa Bwana mwenyewe, twende. Ndugu yangu achana na dini, oka. Mwamini Yesu tu, oka. Mwamini Yesu tu, twende. Japo na kundi lake la malaika, twende. Akunyakua, oka. Akuchukue Yesu, oka. Vinginevyo ni hukumu tu, twende. Ni hukumu tu, paradiso, twende. Hata uwe na dini, hata mimi nina dini, bila Yesu kule, na muamini Yesu tu, paradiso, twende. Anapanda ile takulia, wateule wake wote watanyakuliwa. Anapanda ile takulia, wateule wake wote watanyakuliwa. Tanyakuliwa, tanyakuliwa, wateule wake wote watanyakuliwa. Tanyakuliwa, tanyakuliwa, wateule wake wote watanyakuliwa. Okay, mtazamaji wa Sibuka TV, na tumai umefurahia sana na ujumbe wa nyimbo ya Parapanda. Waimbaji wanaendelea kukukumbusha kwamba kifo kipo, ila unakufa ukiwa upo kwa nani? Kwa hiyo Mungu anaendelea kuachilia watu ili wakuhubirie kwa namna mbalimbali kuhakikisha kila mtu anampokea. Tuje sasa, changamoto gani ambazo unapata ukiwa unafanya huduma hii ya uimbaji? Changamoto zipo, hazikosekani. Ila tunasema unapomtegemea Mungu
vyote vinawezekana. Changamoto nyingi, najua huduma saizi pia imeendelea, inahitaji uwekezaji, huduma inahitaji studio nzuri, kwa hiyo studio pia zina gharama. Sasa ukiangalia maisha yetu ndo haya, lakini hatukati tamaa kwa sababu tuna mtu anaweza kutufanikisha. Kwa hiyo kwa ujumla wangu niweze kuwatia moyo pia wenye huduma kama mimi. Mimi nimetoka mbali sana, nimetoka mbali kwelikweli, lakini leo tunamshuhuda, tunamshukuru Mungu sana. Ni mtu anayefanya huduma sana, si katika kujisifu, lakini nazunguka sana Tanzania, nazunguka sana. Tumepata neema mpaka kuvuka nje ya Tanzania. Kenya tumefika, na mwaliko Burundi, nilikuwa na mwaliko Kongo, na mtumishi wa moja yuko Zimbabwe, na anasema natamani sana niwe nafanya kazi na wewe, natembea na wewe. Sielewi ninachoimba, lakini kuna kitu nakipokea, yani kuna kitu nakipata. Kwa hiyo akaniambia, kwa kuwa unatafsiri chini nyimbo zako ndio naelewa sana. Kwa hiyo siache nyimbo zako zingine kutafsiri hapo, subtitle tunaita. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimefika mbali sana. Pia nimeweza kujuana na watu, nimeweza kufika hata mahali hapa. Ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo nawatia moyo wenzangu, tumikie Mungu. TV yetu hii hapa tuitumie sasa. Changamoto kidogo kwa watu wanaotumika, mtu akiwa anataka kufanya uje kuhudumu, taratibu zako zikoje? Okay, sawa. Mimi sina sheria. Ila mimi watumishi wanavyonipigia simu nasema kitu ambacho huwa nawaambia. Na mbele za Mungu ni shahidi. Huwa nawaambia mimi cha msingi ni nauli. Mahali nilipo. Ni nauli, uniletee nauli. Hayo mengine ni wewe sasa. Kama Mungu atakupa baraka, tutaona mtumishi tumpe sabuni akafurie nyumbani, hiyo ni wewe, jukumu lako. Lakini kusema charges nini, ni huduma yangu ni bure. Labda una manager anakumanage kwa ajili ya kufanya mawasiliano na nini? Yaani upo chini ya manager au ni wewe mwenye, mtu akikutafuta anakupigia simu mwenyewe? Manager sina, ila tuna watu ambao Mungu anawabariki, wananisupport. Gerald, natamani uongee na kijana au mtu ambaye ana kipawa alafu anaogopa labda kufanya, labda kutokana na changamoto moja au nyingine. Tunaona umepitia changamoto kadhaa mpaka kusimama kuwa Gerald huyu ambaye tuko naye hapa Sibuka TV. Lakini pia natamani uongee na kijana ambaye ameshakata tamaa kabisa ya maisha, yamkini amepoteza wazazi, hana tena tumaini, hajaokoka. Natamani uongee na hao watu wawili. Ndio. Mimi tumaini langu awe yatima, awe maskini. Hapa naongea na kundi lote wa Tanzania wote kiujumla, East Africa mnaotufuatilia. Mimi nachosema kweli, tunaweza tukatoka kwenye familia duni, maskini sana, yatima sana kama mimi. Historia yangu inafadhaisha sana. Lakini jukumu la msingi ni kumwamini Yesu tu. Yaani ukishamwamini Yesu yote yanawezekana. Yaani pointi ya msingi ni kumwamini tu Yesu. Mimi mwenyewe nisema ngoja kwanza niende kwa walokole nikajaribu kama kweli inawezekana. Nienda kwa family, ngoja kwanza nikajaribu kwa walokole. Je, inawezekana? Kwa hiyo nilipofika pale na sasa tunatoa ushuhuda, inawezekana. Kwa hiyo nawatia moyo kwa hilo, wamche Mungu, wampende Mungu, ila wakishakata shauri, yani kukata shauri, kuna kitu ambacho kinakuja ndani, nguvu inakuja nyingine kabisa tofauti, na inakuongoza kuishi maisha tofauti. Na Mungu hapo anakupa baraka zake. Tunaona tu anakupa ile na kuletea mtu. Watu wengi wananisaidia ambao hata siwajui, lakini wanaguswa tu. Na vipi sasa kwa kijana ambaye hana huduma ya uimbaji, lakini ana hofu na uoga? Hebu zungumza naye kupitia studio hii ya Sibuka TV. Kwa mtumishi ambaye yupo kanisani, kijana mwenzangu au dada yote yule ana huduma, lakini anasema ndaanzia wapi? Pia tujue kwenye huduma pia kuna vita sana. Pia tupo kanisani, lakini changamoto
hazikosekani. Kuna mwingine anaweza kukwambia utaimba wewe bwana, wewe muangalie Mungu, usimwangalie mtu. Kama tungeangalia watu, mimi nisingefika hapa. Watu waniambia kwanza una sauti ya kuimba, wakatufundisha moyo, lakini mimi nikasema mimi namtumikia Mungu na sauti yangu hii, ila tu Mungu ametoa mbali, ngoja nimtumikie. Kwa hiyo hata wewe mtumikie Mungu, usiangalie gharama, sijui studio itakuwaje. Wewe pambana, kataa unyonge kwenye utumishi wa Mungu. Ukitaka kufaulu, kataa unyonge. Sema mimi naweza. Hata kama studio ni bei gani, nimekwambia 200,000, pambana, pata 200,000, karekodi. Mungu hawezi kukuacha. Nakupa ushuhuda huu. Mpaka kufikia hapo, mtazamaji wa Sibuka TV, basi tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha safari ya huduma ya uimbaji. Hatujafikia mwisho kwamba ndo tumekimaliza, bali tumefikia mwisho kwa ajili ya mgeni ambaye tulikuwa naye leo studio, na tumepata kuona changamoto mbalimbali alizozipitia kutokea anaanza mpaka alipokuwepo hapa, kutokea tangu hajamjua huyu Yesu mpaka hapa alipo leo na akiwa bado amesimama. Tumejua vitu vingi sana kupitia yeye. Tumepata moyo wa kusonga mbele, tumepata moyo wa kuendelea mbele, lakini pia wa kuinuka na kusimama tena. Huyu amekumotivate sana wewe ambaye huko nyumbani, ambaye unatamani yamkini kufanya huduma lakini hujui pa kuanzia, lakini Yesu yupo na anafanya na ana watu. Tunaamini Yesu ana vyombo kabisa. Mimi naitwa Sofia Maganga na kukaribisha tena kwenye kipindi kingine kutokea hapa Sibuka TV. Bye bye. Sibuka TV.